Kwa majina naitwa Godfrey Noboka, ni daktari kutoka Garden Clinic hapa jijini Arusha. Leo nitazungumzia kwamba ni dalili zipi ambazo zinaonyesha kwamba mwanaume hawezi kumpatia mwanamke ujauzito. Kwanza ijulikane kabisa kwamba unajua kwa sasa hivi kuna dhana moja ambayo imejengeka kwamba wanawake sana sana ndio wanakuwa na matatizo. La hasha. Wanawake na wanaume nao wanaweza kuwa na matatizo, hasa kwanza ya upungufu wa mbegu za kiume, raw sperm count, lakini vile vile wanaweza kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Sasa hii nayo inaweza kumpelekea wakati mwingine mwanaume kutokuwa na uwezo wa kumpatia mwanamke ujauzito. Sasa utawezaje kujua kwamba una dalili ya upungufu wa mbegu za kiume au nguvu za kiume? Upungufu wa mbegu za kiume ni kwamba ni upungufu wa zile sperms, kwamba zile tunasema kwamba sperms, tunasema kwamba kwa mtu ambaye hana tatizo inatakiwa awe na ujazo wa kijiko cha mililita 100 ambazo kimejaa, ambacho tunasema kwamba kinakuwa kimebeba kiini cha mbegu, ambacho kisayansi tunasema kwamba kiini hicho kinakuwa kimebeba mbegu milioni 20. Sasa kama una upungufu wa ujazo wa kiwango hicho ambacho nimekitaja, ujue kwamba uwezo wa kumpatia mwanamke ujauzito unakuwa ni shida. Lakini vile vile kuna upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu hapa kuna vitu viwili, upungufu wa nguvu za kiume na upungufu wa mbegu za kiume. Upungufu wa nguvu za kiume ni ile hali ya kutoweza kushiriki tendo la ndoa vizuri kwa kiwango kinachotakiwa. Hiyo ndio ambayo tunaizungumza kwamba ni upungufu wa nguvu za kiume. Sasa hiyo nayo inaweza kukufanya wakati mwingine usiweze kumpatia mwanamke ujauzito, kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume utafanya hata ile speed ya mbegu, kile kiwango upande wa speed ya mbegu nao unakuwa iko chini. Lakini vile vile utakuta kwamba wakati mwingine unaweza kuwa na vitu vyote viwili, una upungufu wa nguvu na wakati mwingine ukawa na upungufu wa mbegu za kiume, ambapo unaweza kukuta kwamba una tatizo la low sperms, sperms iko chini. Sasa bado una tatizo la nguvu za kiume kuwa chini. Kwa hiyo utajikuta kwamba speed ya mbegu kutoka kwenye via vya uzazi inakuwa haiwezi kwenda kwa kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo itategemeana. Kama mwanamke naye tunasema kwamba mfuko wa kizazi uko mbali kidogo, inakuwa ni ngumu kuweza kumpatia ujauzito. Sasa nipende kuwashauri, hakikisheni mnafanya vipimo, hasa pale mnapokuwa mmekaa kwa muda mrefu bila kupata ujauzito. Mwanamke bila kupata ujauzito, wanandoa, hakikisheni mnaenda kufanya vipimo wote, mjue mbegu zikoje, mjue nguvu zikoje, na ikiwezekana mwanamke naye angalie upande wa hormone, upande wa ovarian cyst, labda mirija kama imeziba, angalie kwenye swala la fibroids. Nadhani hiyo inaweza kukusaidia kujua kwamba yupi ambaye anaweza kuwa na tatizo. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu, ni kwamba mwanaume naye anaweza kusababisha mwanamke kutopata ujauzito. Imeisha hiyo.